cheza pale kwa Jazra Barikobi, anadokoza pembezoni pale kulia, namna gani hatari, wanakuja Matutu, hatari, namna gani beki anakataa hatari, bado hatari, go namna gani, kona hapa, alikuwa amekuja huyo mchezaji, lakini goalkeeper kaweza kusema hapana, haitakuwa rahisi hivyo. Asante sana, itakuwa ni kona. Itakuwa ni kona hapa. Wanafaili vijana wa timu ya Matutu. Sikiliza, kumbuka tuko ndani ya Ndizi TV. Analeta, piga kichwa hafifu, juu kwa juu namna gani, bado dunda 1 2 3, wanaondoa pembezoni, lakini namna gani, piga pale, paraza kichwa, hatari, lakini alikuwa amekwisha hotea. Na inaonekana kwamba timu hii ya Sameta Boys kufikia sasa wanacheza na shilingi karibu na show, na wakiendelea hivi labda wataweza kufunga mapema. Naam, wataweza kufunga mapema. Ni mdadis wa soka huyo. Haya, taratibu, wanacheza wapi? Namna gani, mtu anapiwa kiatu pembezoni pale, hatari, wanakuja, hatari, bado kisasa, anapiga pale pembezoni. Jazira Barisaba leta Geresha, piga chia kwanza na Komari, bado wanawae vijana Sameta, piga pasi nyere na Hamda, Geresha kwanza ya pili, kizaza pale, piga pale juu kwa juu, kichwa kinaita, itakuwa ni ngozi ya mrusho hapa, itakuwa ni ngozi. Asante sana. Haya, Azamigao taratibu, piga pembezoni pale kulia, namna gani, analeta pasi lakini goalkeeper anakuja kusema ni chakula changu hapa, nakuja wangu, anasema ni chakula changu. Haya, taratibu, pembezoni pale, ngozi kwa inatoka nje, watakuja kurusha hapa. Sameta umekuvalia manjano. Haya, anajipinda kama upinde wa mvua, anatizama arusha wapi, taratibu, kozi inatoka nje. Haya, safari hii watarusha Matutu. Geresha kwanza, geuka, bado anaongoza, tisha vijana timu ya Sameta pembezoni pale, kushoto, piga pale taratibu, Jazra Barisaba 17 nakataa, anaweka pale kisiki, ngozi atarusha taratibu, anaondoa ngozi juu kwa juu, piga pale, paraza kichwa, namna gani, refa anasema alikuwa amekwisha rumbeza. Kumbuka kwamba kufikia sasa timu ambayo ni ya Matutu PAG, tangu upande ule wa zonal, upande wa sub county, upande wa county, kufikia sasa Matutu hawajafungwa bao yoyote. Open play kwa 90 minutes, kwa 120 minutes, hawajaweza leo hii wakifungwa. Haya, asante sana. Ndio hizo takwimu za timu hii ya Matutu. Hatari pale, namna gani, hatari, kizaza, geuka, tisha, piga pasi, namna gani, na Kabo. Nafahamu kwamba upande ule wa mitandao tuko live, upande wa Ndizi TV News Digital, ule ni upande ule wa Facebook, tukienda upande ule wa YouTube ni upande wa Ndizi TV News, kuhakikisha kwamba haya yote unayapata moja kwa moja kutoka upande wa Cardinal Otunga Mosocho kwa izani ya Nyanza Sports Vibe pamoja na Fit Sports Uniform. Wanahakikisha kwamba matangazo hayo unayapata moja kwa moja murwa kutoka upande wa mechi za upande wa Nyanza Regional Games. Hii ni Pool B, mechi za kufikia sasa. Asante sana. Haya, hatari pale, namna gani, wanakataa badali katani pale, kichwa kinaita. Vijana hawa wa timu ya Sameta wanakataa. Matutu, piga potelea pote Kambirani, anashindwa kudhibiti ngozi, anashindwa kudhibiti ngozi ile. Refa anasema vipi, utakuwa ni mpira mrusho, watawajibika vijana wa timu hii
ya Sameta. Haya, anajipinda cha upinde pale, anza pembezoni kwake Jazi nambari 11 kwenye gongo, leta juu kwa juu, anakataa beki msarabu kwenye gamba la kifua. Unacheza wapi? Piga pale, batiza mtu hatari, bado kata. Haya, chini kwa chini, katikati mwa kiwanja anatuliza, tumia gamba la kidari, wanakuja pale Sameta, anakataa beki huyo Jazi nambari 17, anapiga pote la pote, kichwa kinaita. Haya, kwenye gamba anatuliza, Jazi nambari 6, piga pembezoni kulia, anakataa beki huyo Jazi nambari 6 upande huu wa timu unaizungumzia namna gani pale, mtu anaangushwa, mtu anaangushwa hapa, kuna mtu anaangushwa hapa, refu anasema utakuwa ni mpira Waikabu. Aliangushwa kijana mdogo kabisa anafahamika kama David Kombe, kijana mdogo kabisa kwa timu hii ya Sameta, na atakwenda kupiga fauli. Ni Kasiwa Kahindi, kijana mdogo kabisa, talanta wanamuita Doku. Mashabiki wa timu ya Sameta High School, ni timu nzuri kabisa kwa nafasi kama hizi, wameweza kufunga bao nyingi timu ya Sameta. Hamza Kimbo anapiga Doku chini, potelea pote, inakuwa ni corner kick kwa faida ya timu ya Sameta ambao wamevalia manjano midhili ya timu ya Tusker. Akaniambia ni manjano midhili ya timu ya Wolverhampton, lakini kufikia sasa ni wana Sameta. Wataanza pembezoni kulia, inakubali chenga, kijana mdogo Mairi Mwingi, offside, alikuwa amejenga kibanda mali ya Baba Fai. Vijana wa Sameta Boys inakuwa ni afueni kwa wana Matutu PG kutoka upande ule wa kaunti ya Nyamira. Ni mechi ambayo ni derby, naitwa The Gusii Derby kwa sababu upande mmoja tunayo mabingwa wa upande wa Nyamira Matutu PG, upande mwingine tunayo timu ya Sameta Boys mabingwa kutoka upande wa kaunti ya Kisii, na mandugu wanapopatana basi inaitwa ni derby. Nafasi kwa timu ya Matutu PG, nahodha penyeza pembezoni kulia, inakubali moja kwa moja, sako kwa bako, jezi nambari 9 wa Matutu anajaribu kufuliza shoti, refa anasema kwamba ulikuwa umejenga kibanda mali ya Baba Fai, inakuwa ni goal, ni foul kwa faida ya timu wa Sameta Boys. Sameta Boys upande wa kati wanazidi kutulia kwa mechi, vijana hawa wachanga, lakini umairi wao ni mwingi. Doku alikuwa na first touch nzuri lakini haikutosha. Matutu PG penyeza pembezoni kulia, jezi nambari 5, moja kwa moja, sako kwa bako, refu potelea pote, goal kick kwa faida ya timu ya Matutu PG ambao Sameta Boys kunradhi, ambao kufikia sasa hivi ndipo tu wameanza kuingia katika mechi hii, kwa sababu hisia ni nyingi, wanataka bao za mapema, wanajua wanacheza na bingwa na lazima basi wawe na akili zao zote katika mechi hii. Na kwa muda usiokuwa mrefu nitaingia upande ule wa mitandaoni kuona kwamba mashabiki labda hisia zenu ni zipi kwa mechi hii kufikia sasa. Haya, asante sana. Tazidi tu kusema na mashabiki hapo baadaye kwenye mitandao ya kijamii. Haya, taratibu pale, vijana wa timu ya Matutu apiga pasi Nyereze kwake Jazi nambari 8 kwenye gongoza, analeta juu kwa juu, anaondoa kutumia kichwa, ngozi na duna 1 2 3 inatoka nje. Watakuja kurusha hapa vijana wa timu ya Sameta, wamekuvalia manjano, kupenda zaidi yellow. Rusha taratibu, anakataa pale, piga juu kwa juu, Jazi nambari 11, hatari na gari, la haula wala quwata hapa, anageuka tisha, anza pale Bigao, unacheza wapi? Wanao Matutu, kijana mwite Jerry, lakini piga pote la pote, ngozi natoka nje. Kumbuka langu jina ni Kasi Mohamed, kasisi wa soka, tupo na Ndemo Steven Captain 001. Mechi hii unaipata ndani ya kiwambo chako cha Ndizi TV. Pembezoni pale Jazi nambari 14 kwenye kongo za hapa, kijana mwite Dominic, unacheza wapi? Haya, anaongozi Jazi nambari 10 kushoto pale, unacheza wapi? Analeta juu kwa juu, wanakata vijana wa timu ya Sameta. Haya, juu kwa juu, kijana mwite Dennis pembezoni pale, anaanza kichwa kijana huyu mwite
Owen taratibu, wanao Matutu, piga pasi Jerezi, kijana kwenye beti Emmanuel Ishmael analete nje, hajalenga shabaha, piga pote natoka nje hapa. Kipindi cha kwanza 0-0 hapa, Sameta 0 kadhalika Matutu 0. Hamna ambaye Jani wako lionja lango la mwenzie. Sikiliza, takuja kwanza kwa kipa mwite Amos Gichana. Amos Gichana anadokoza kumtoka kijana huyu mwite Kevin anageuka lakini zidiwa maarifa hapa na jazi nambari 20 kwenye kongoza kijana mwite Dennis. Anao James hatari pale, lakini namna gani alikuwa ameotea hapa. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Haya, pembezoni pale kulia, unacheza wapi? Wango piga pale na kataja zina nambari 4. Vijana wa timu ya Matutu mwita hapa kijana huyo Jerry Otieno anatuliza, kijana mwite Kisilwa Kainde anaongozi gawa kwake Kelvin anakimbilia, lakini mtu anapigwa pale kiatu. Kijana huyu mdogo kwa jina wanamuita kwa jina Doku, jina la utani. Ni kijana aliye na umahiri mwingi sana, na wakati huu anaonyeshwa kadi manjano ya kwanza, jezi nambari 20 upande wa Matutu PAG, na nikana kwamba kijana huyu Doku ameweza kuumia sana, kwa sababu naona kwamba ako katika uchungu mwingi sana baada ya kupenyeza mpira ule, lakini akasema kwamba mpira ukipita basi mguu usipite. Nasema heri mpira upite lakini mguu usipite, lakini anajizolea kadi ya manjano ya kwanza ya mchezo. Basi utakuwa ni mpira wa ikabu, atakuwa na wajibika kijana jazi nambari 14 mwite Dennis Ndoni. Dennis sikiliza, Dennis atakuwa na wajibika, analeta pale namna gani. Goalkeeper huyu mwite Stanley Onyango anasema ni chakula chango. Anza jo kwajo, anakimbilia pale jazi nambari 3, nakata pale beki huyo kijana huyo mwite Jared Odhiambo, kazi inatoka nje. Itakuwa ni foul. Mpira wa ikabu ule amecheza visivyo. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia kwenye mitandao. Haya, leta juu kwa juu pale, kichwa kinaita chake mchezaji mwite James pembezoni pale, anapiga pasi Nyerezi kwa kijana huyu mwite Emmanuel Ishmael. Anao kijana mwite David Onyango, lakini bado wanakataa, wanajibu vipigo vijana wa timu ya Sameta. Kijana mwite Nor anacheza wapi? Wanawai Matutu. David Onyango juu kwa juu, hatari pale, piga babatiza mtu duna 1 2 3 toka nje, kona. Inakuwa ni kona hapa, wanasajili kona vijana na wazungumzia wa timu hii ya Matutu. Kumbuka unapata kutoka kiwambo cha Ndizi TV. Mdadis wa soka Captain 001 yupo ndani, Demo 7 langu jina nite Kasi Mohamed, kasisi wa soka bila soka. Watu wanaokoka, piga kona pale hafifu, anapiga kona hafifu pale, inatoka nje. Kipindi cha kwanza hapa katika uwanja huu wa shule ya Uvulana Cardinal Tunga Mosocho, ikiwa basi Sameta 0 kadhalika Matutu 0. Anakuja kupanda kijana huyo mwite Kelvin almaarufu Doku, piga katikati mwa uwanja kumtoka kijana huyo mwite Murara Isaac. Wanawai Matutu, kijana mwite Dominic acheza kwake 19 kwenye gongo za kijana mwite John Olo, kisha kwanza John mbatiza mtu anatoka nje. Itakuwa nini? Kona. Wanafaidi kona hapa. Imekuwa ni mechi ya kasi yake kufikia sasa baina ya timu zote mbili, kufikia sasa baina ya timu ya Matutu PAG pamoja na Sameta. Kufikia sasa ni takriban kona ya pili kwa faida ya timu ya Matutu PAG, ambapo kufikia sasa wamejituma sana kuona kwamba angalau wamepata bao kufikia sasa. Haya, sikiliza kona. Vijana wa timu ya Matutu, tunaone mambo yatakavyokuwa hapa. Sikiliza kona hiyo, itakuwa inachongwa, anasubiri tu kipenga cha mwamuzi, na wamejituma sana
Asikiliza kona juu kwa juu, labda gari kataa, bado wanakimbilia Ngozi. Tuliza vijana wa timu ya Matoto. Jaze bali tatu kibete David Onyango, piga pasi, wanakataa hapa. Sabeta piga poti na poti, Ngozi natoka nje. Asante sana kwa leo tawamu na zile kutufuatilia. Tupo live pale kwenye kiwambo chako cha Ndizi TV. Haya, leta pale, lakini nakuwa hafifu, natoka nje, nakuwa ni goal kick. Wanafaidi goal kick hapa. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka. Mimi na ubiri soka, watu wanaokoka wasiombi sadaka, lakini ukinipa basi sitakataa. Haya, taratibu, vijana timu ya Sameta, kijana mwite Jaran Odhiambo, leta pasi kwenye kichwa, anatuliza kwenye gamba la Kidari, wanawai Matuto, anakuja kugawa kijana mwite Emmanuel Ishmael, pale nyuma anakuja kuwa kijana mwite Jerry Otiero, inga pembezoni kwenye gamba la kifua, anatuliza, weka kwenye guu lake la kulia, taratibu, piga pasi nyerezi, pasi ice cream ya maziwa, analete wangu, lakini kataa badali katani. Itachezwa upya, itakuja kuchezwa upya pale nyuma. Vijana wa timu ya Sameta, mwite kijana Neville Okeyo, kijana mwite Neville, analeta juu kwa juu, namna gari, bado wanakataa badali katani pale, kijana mwite Doko. Haya, tuliza Matuto, anao jazi nambari 6 hapa, kijana mwite Neville, gol kipa na Nyaka gol kipa hapa, sema ni chakula changu kipindi cha kwanza. Haya, tuliza, analeta pasi, baraza pale pembezoni, kijana mwite Kelvin almaarufu Doko. Haya, anao, wanakataa, jazi nambari 8 analeta pembezoni pale na Brakari, hatari, natoka nje na kwani kona hapa, kona ya 4, inakuwa ni kona ya 4, kona ya 4 kwa upande wa timu ya Matoto. Haya, sikiliza kona, sikiliza kona. Wanafaidi vijana wa timu ya Matoto, analete nje, cheza kona hafifu pale, wanacheza kona hafifu. Asante sana, taratibu pale, wanacheza wapi? Juu kwa juu, lakini bado. Asante sana, zidi kutufollow pale kwenye mitandao ya kijamii ya Ndizi TV News Digital, Facebook, vile vile pale YouTube. Tutaweza basi kuhakikisha kuwa unapata mechi hii. Haya, taratibu, vijana wa timu hii ya Sameta. Haya, asante sana, tazidi kuzisoma baadhi ya rufa zero, wale wote ambao mnazidi kuzituma. Haya, hatari pale na Brakari, bado kemea pembezoni, piga kisigino na kubali, piga pasi Jereze. Namna gani hapa, wanapiga mikao mizuri vijana wa timu hii ya Matuto. Taratibu, leta juu kwa juu, hatari, bado goalkeeper anapangwa pale, anasema chakula changu, anaona soro dunda 1 2 3, natoka nje. Watarusha vijana hawa wa timu ya Matuto. Taratibu, jazi nambari 17 kwenye gongozi, anapiga kwake jazi nambari 16, kijana huyo mwite James, piga pembezoni pale kushoto, anatuliza, lakini Ngozi na mzidi maarifa, inatoka nje. Watakuja kurusha Sameta, anawajibika kijana mwite Nore, anacheza wapi? Leta katikati mwa uwanja, kichwa na paraza pale, anakimbilia hapa kijana mwite Deniza. Deniza anapiga pale, bawatiza mto juu kwa juu, piga kichwa cha mparazo, tuliza kwenye gamba la Kidari,
Geresha ya kwanza, hatari pale namna gani? Kizaza hatari kwenye lango, anapiga pasi hafifu. Namna gani? Ilikuwa ni nafasi muru kwa timu ya Sameta Boys kupenyeza pembezoni kushoto, akapata nafasi muru, lakini kujaribu kutafuta shoti kakosa. Nafasi kwa Matutu sasa, penyeza pembezoni kushoto refu kubeba jezi nambari 9, atapata, ndio anapata. Matutu chenga binadamu inakubali, anawekwa chini, inapaswa kuwa foul, lakini kulingana na refa alikuwa ameweka kibanda mahali hapa, fine offside, ambayo inakuwa ni afueni kwa wana Sameta Boys. Itabidi wameanza upande pembezoni kulia. Sameta Boys vijana wadogo kabisa, chenga inakubali. Sameta Boys pembezoni kulia, mpira unakuwa mwingi, unamzidi kasi, ni mpira wa mrusho kwa faida, unapaswa kuwa kwa faida ya timu ya Sameta. Naam. Kuna mchanganyiko pale baina ya wachezaji wa upande wa pembezoni kushoto pamoja na refa, lakini yote 9 ni mpira kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Anakwenda kurusha wangu, amesakamwa, anajaribu kupenyeza, refu inakataa. Nafasi kwa Sameta, piga refu, potelea pote, inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Matutu PSG. Kunao anauliza captain, upande ule wa Agoro Sare na Kisumu Day kunaendelea vipi? Lakini mashabiki walikuwa wengi, na nikana kwamba kufikia sasa mechi hiyo imesitishwa, haijaweza kuanza. Agoro Sare Kisumu Day upande ule wa pool A, lakini pool B kazi inaendelea, kona kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Haya, sikiliza kona hiyo. Asante sana. Nitaweza basi kuzisoma ama kuzipunguza baadhi ya rafa ambazo zinazidi kumimilika. Haya, sikiliza kona, analeta hatari nje, toka nje pale, anaitwa Omosh Mwinjilisti, anasema mechi iko sawa kabisa. Anaitwa Moha, anasema iko kali. Job Mogaka anasema mechi kali, tuwatakia vijana kutoka Kisii na Nyamira ushindi. Ivan Simoko anasema Korwa Emomo Saiba keroka pamoja. Hatari pale Doko na hatari hapa. Kijana huyo alikuwa amekuja taratibu, kijana mfupi, lakini kazi anayoifanya kazi ya kiutu uzima. Aliona jana vijana kama yeye Lamine Yamal upande ule wa Hispania, akazamisha Wafaransa kuambia kwamba hatari pale. Goalkeeper Rajaka, kijana yule mdogo sana mwenye umri wa miaka 16, anapiga 17 Jumamosi hii mbele ya fainali England ama Netherlands. Asante sana, na nitakwambia kwa nini Yamal huwa achezi dakika 60 ama 70. Tutakuwa nakwambia. Haya, taratibu anadokoza pale kwake jazi nambari 20 kwenye kongozi, na anatuliza kwenye kidari, anapiga pasi Nyerezi kwenye sanduku, lakini namna gani kozi na kosa, dira inatoka nje, kwani goal kick. Langu jina ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka, mimi nahubiri soka watu wanaokoka. Tupo naye captain 001 Nemo Steven, wanaanza pale juu kwa juu, kichwa anakataa pale mchezaji mwita James Ongesa pembezoni pale. Matutu anaingia, hatari, anapiga fataki nje. Kufikia sasa tunasema kwamba timu hii ya Matutu wameweza kucheza kama walivyocheza mechi ya semifinali, wakaenda sare tasa, mechi ya finali wakaenda sare tasa, na kufikia sasa upande wa first half kufikia sasa bado hakuna bao kuonyesha kwamba timu hii ya Matutu PSG wameendeleza rekodi yao, labda kwa mechi za kiwango cha juu haja wakifunga bao mengi kama walivyokuwa wakifunga upande ule wa zonals, upande ule wa mechi za preliminary ambazo labda ushindani ukuwe mkali sana. Asante sana, hiyo ni sauti ya mdadisi wa soka mwite Nemo Steven. Haya, leta kona juu kwa juu, piga kichwa, hatari, lakini namna gani bado Kizaza geresha kwanza, lakini refa amekwisha poliza kipenga, na sehemu utakuwa ni mpira wa madhambi. Wanafaidi vijana wa timu ya Sameta. Upande ule wa udadisi walikuwa wamesema kwamba mechi timu hii ya Matutu PSG upande wa safu ya kati na upande wa mbele inapaswa waweze kunoa makali zaidi, kwa sababu haujakuwa ukifana kama mechi nilizokuambia, mechi ya semifinali, mechi ya finali. Anapiga refu, mwenda lango anakuwa mrefu zaidi kupata mpira ule. Nafasi sasa kwa Sameta pembezoni kushoto, anao mpira kwa upande wake. Honda alijaribu kupenyeza upande wa pembezoni kushoto, lakini unakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Matutu PSG. Kufikia sasa pembezoni kulia, anakwenda kurusha ni jezi 20,
anajaribu kupenyeza rais kwake jezi 9, lakini wapi, amesakamwa kabisa na timu ya Matutu. Inapata umilisi na kuwa ni foul kwa faida ya Matutu PAG, ambao kufikia sasa hawajapata chance, ambayo tunasema kwamba ni nafasi murwa kabisa. Kufikia sasa hawajaweza kupata nafasi ile ambayo ni murwa. Wanakwenda kuanza ni timu ya Matutu. Sameta amesakamwa potelea pote, upande wa kati wanajaribu kujinyakulia nafasi murwa Sameta Boys. Bado mechi haijatulia kufikia sasa. Mashabiki wanasema ngoja ngoja uumiza matumbo, lakini pia Waswahili husema kwamba subira uvuta heri, uleta kilicho mbali karibu. Tukapata nafasi moja na Matutu PAG kujaribu kupenyeza shoti, lakini haikutosha. Pembezoni kulia pasi inafika, first touch inakubali, nafasi kwa timu ya Matutu PAG, lakini upande ule wa AR alikuwa anasema kwamba ushaongeza, ni foul kwa faida ya timu ya Sameta Boys, ambao ni mabingwa wa upande wa Sameta, mabingwa upande wa kaunti ya Kisii, na kwa sasa wameanza safari ya kutafuta ubingwa kwa eneo hili la Nyanza. Wameanza kutafuta ubingwa wa eneo hili la Nyanza. Muite muhakiki wa soka huyo Demo Steven. Haya, ngozi pale juu kwa juu, au unacheza wapi? Vijana timu ya Sameta wanaumilisi wa ngozi taratibu, au unacheza wapi? Bado analeta juu kwa juu, tunakuja kutuliza kijana cha Kelvin, anakimbilia Doku huyo, anza pale nyuma kwake Maite Dennis, anayo Geresha, leta katikati mwa uwanja, bado inga juu kwa juu, lakini safu ya ulinzi ipo ngangari. Haya, piga kazi lakini kataa kwenye gamba la kidari, juu kwa juu, piga, anaongozi, wanaanza migao. Vijana wa timu ya Matutu, cheza kwake jazi nambari 20 kwenye gongoza James Geresha, namna gani? Bado wanakataba na katari, kichwa kinaita pale pembezoni, kijana mwite James anacheza pale pembezoni kwake mwite Emmanuel Ishmael, lakini anakuja kwa goalkeeper huyo mwite Amos Gichana, wanasema ni chakula changu hapa, mwite Amos Gichana. Haya, analeta pale, anakataa James Ongera, Baraza pembezoni pale kulia, jaza mara tatu, hatari namna gani? Piga pote la pote, kona inakuwa ni kona. Wanafaidi kona hapa vijana wa timu hii ya Matutu. Kona ya tano, kona ya tano upande wa timu ya Matutu. Hadi sasa Kasim, mwalimu wako wa Mars alikuwa mzuri, hesabu ya 1 2 3 4 5 uko sawa, nisije ukipewa algebra utawezana. Haya, algebra analeta kona pale, piga kichwa nje. Ilikuwa imepigwa kona mura kabisa na wana Matutu PAG, akaruka juu zaidi mithili ya Cristiano Ronaldo, lakini kukuwa na ile accuracy, akapiga mithili ya Bakayoko. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Asante sana kuzidi kuwatambua mashabiki. Kuna shabiki anaitwa Busta, anasema yuko ndani kutoka pale eneo la Magombo, anakimbilia pale Doku, kijana huyo Kelvin almaarufu Doku, lakini kozi atoka nje. Haya, sikiliza, atakuwa na rusha, atakuwa na rusha hapa kijana mwite Ochieng, anza migao na kuja kuwa ijazi nambari 19, leta pale tuliza, anawahi kijana mwite Doku, tisha Geresha, namna gani? Dennis. Hawa vijana timu ya Sameta wanacheza ngozi nzuri. Haya, Geresha piga pasi katikati mwanja, kijana huyo mwite Murara Isaac, wanawahi Matutu, piga kwa kajazi nambari 19 kwenye gongoza taratibu pale, kijana huyo mwite John Olo anakuja kuvumburuka nyirika pale, namna gani? Kozi atoka nje, refa anasema vipi, tutakuwa ni mpira madhani, tutakuwa ni mpira kucheza upya. Asante sana. Hawa Sameta Boys ni wazuri, wakipewa nafasi wakiweza kuwa na ukomavu katika mechi hii, wanaweza onyesha kwamba wanaweza piga pasi 5-10 bila Matutu kuweza kuguza, na ni jambo litaokolea sana upande ule wa pili, kwa sababu kama unaweza miliki mpira basi unaweza create chances, na ni jambo ambalo upande wa kipindi cha pili kocha wa timu ya Sameta ataweza kuambia vijana kwamba kama unaweza piga pasi sasa, tutafute assist ya bao, tunaweza tujitume bado. Na ukiangalia vijana wa timu ya Sameta wanaonekana kuwa watoto wadogo sana kulingana ama kuweza
kulinganisha na hawa wa timu ya Matutu. Asante sana. Sikilizo itakuwa ni mpira wa ikabu. Wamrusho kundrani na Wamrusho. Tuko na wajibika vijana wa timu hii ya Sameta amekuvalia manjano yellow. Haya, piga taratibu. Hatari pale wanakuja, goalkeeper anakuja wangu anasema ni chakula changu. Kipindi cha kwanza 0-0. 0-0. Hamna ambaye amejaali wa kuliona lango la mwenzie. Ngozi natoka nje, atakuja kurusha safari hii. Vijana wa timu ya Matutu. Piga pale Makasia, anatuliza. Kijana mwita Tony Ollo analeta pembezoni. Bishabisha bado. Jazi nambari 3. Anapiga tiga mwele na Kobari. Wanakataa pale vijana wa timu ya Sameta. Anakuja pembezoni pale kijana mwite Kisilwa. Katikati pale kijana mwite Hezbon Ati na Ngozi bado wanakataa, wanazamikao vijana wa timu ya Sameta. Geuka pale, piga pembezoni kwake Hashim Ali kumtafuta Doko, lakini anakataa pa Jazi nambari 20. Piga pasi namna gani, kimbilia, lakini dunda 1 2 3 toka nje. Inakuwa ni afueni kwa timu ya Sameta. Kwanza mbio na ushirikiano wa Avieta na Doku umeonekana mzuri sana kufikia sasa. Mpira wa mwisho kwa vijana hawa walio na talanta, anawaambia tulia, inakubali. Nafasi kwa timu ya Sameta, wanakosa umilisi na umakinifu, wanapenyeza timu ya Matutu pembezoni kulia, jezi 19, anawauliza mko wapi? Mpo, anapiga refu. Ilikuwa ni nafasi murwa kwa timu ya Matutu PAG, alipenyeza pembezoni kulia, jezi 19, akapiga mpira mrefu na long balls, lakini kupata final touch, final finish ikakosa, na hapa Sameta ananusurika. Sameta anaweza kunusurika, na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini, anasema kipindi cha kwanza tosha kutoka uwanja huu wa Mosocho. Sameta 0 Matutu 0. Half time. Imekuwa ni kipindi cha kwanza chenye hisia mseto kwa timu zote mbili. Tumeona timu ya Matutu pia ikionyesha kwamba ni wazuri kwa long balls, lakini upande wa Sameta Boys wamekuwa wema katika upande ule wa mpira wa umilisi au possession football. Kilichokosa kufikia sasa ni ukomavu wa kuweza kufunga bao, ni ukomavu wa kuweza kuandaa nafasi murwa za mabao. Ni swala ambalo litakuwa ni mlima mkubwa kwa upande wa makocha wa timu zote mbili kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kuwa na nafasi murwa ya kuweza kuona kwamba timu hizi zimeweza kupata ushindi, na wanafahamu kwamba leo hii atakayepata ushindi hapa hivi ni kana kwamba guu moja litakuwa katika upande ule wa semifinali, kwa sababu mechi zingine za hapa au timu zingine za Pool B ni pamoja na Ambira ambao ni mabingwa upande ule wa Siaya na timu ya Tonga ambao ni wa pili upande ule wa Homa Bay, wakafuzu kukuja upande huu wa Nyanza kwa sababu defending champion eneo hili la Nyanza ni Agoro Sare, basi akapewa timu mbili kutoka kaunti hiyo. Ambacho kimekuwa ni cha kusisimua, ambapo hadi kwa sasa basi ni sare tasa, hamna ambaye amejaali wa kulionja. Lango la mwenzie sio timu ya Matutu wala timu ya Sameta. Nafasi hizi ambazo wamezipoteza, ambaye kwa wakati kama wanasaidia wachezaji hawa Matutu PAG ambao kufikia sasa wamekuwa wema upande ule wa physical game, wako sawa kwa sababu ya labda ile hali ambayo kimiaka kiukomavu ulivyosema, wanaonekana wamekomaa zaidi kuliko wale wa Sameta. Physical game wako sawa kwa sababu ya labda ile hali ambayo kimiaka kiukomavu ulivyosema, wanaonekana wamekomaa zaidi kuliko wale wa Sameta, lakini upande ule wa bao
imeweza kuwa ni kibarua kirefu, lakini mashabiki wamebaki tisti wakisema kwamba bado 90, bado 70, ambapo mechini 35 kipindi cha kwanza, 35 kipindi cha pili. Ni mechi ya kwanza ya makundi, kumaanisha kwamba hakuna dakika zile za nyongeza au added time ambazo tutaziona zikija upande ule wa preliminary, tukienda upande ule wa knockout kufikia sasa, ambapo tunaona kwamba upande mwingine ni wachezaji wa akiba wa timu ya Sameta Boys wananoanoa misuli akisema kwamba labda kipindi cha pili tunaweza pewa nafasi tucheze, kwa hivyo lazima tuweze kunoa makali. Hao ni wachezaji wa akiba wa timu hii ya Sameta Boys. Asante sana, ni mhakiki wa soka muite Ndemo Steven. Tunazidi kuzungumza kwa sababu kipindi cha kwanza kimeweza kutamatika. Moja kwa hapa kutoka uwanja wa Msocho, ikiwa basi ni 0-0, lakini tuone basi watakuwa wanatumia mbinu zipi timu zote mbili, kwa sababu sasa hivi ni fursa ya kocha kuweza kuzungumza na wachezaji, kuambia hapa amkufanya kweli na mnafaa kurekebisha papa na hapa, ili mambo yaweze kuwa mazuri. Nafahamu kwamba labda timu ya Matutu wakuja katika mechi hii, angalau labda walihisi ni kana kwamba vijana hawa wa Sameta ni wadogo. Ukiangalia kwamba Matutu ndipo wamekuja msimu wa pili upande wa Nyanza, angalau walihisi ni kana kwamba hawa ni vijana ambao labda tutafunga mapema, lakini haijakuwa rahisi. Wanasema kwamba kwa soka hakuna rahisi, na kufika umbali huu ni kumaanisha kwamba ameweza kushinda mechi zake za awali, na baada ya kushinda mechi zake za awali basi anapofika hapa ni mkomavu kuweza kujituma katika mechi kama hizi. Na kumbuka kwamba katika siku ya kesho katika kundi hili la ba tunaweza kuwa na mechi ya kwanza kwa timu ya Ambira Boys pamoja na Tonga High, ambao watafuatilia mechi ya leo sana, kwa sababu majibu ya leo ataweza kuweka mwelekeo kwamba kundi hili la ba, nani yule atakayeshinda leo atakuwa akiongoza kundi hili la ba katika mechi hizi za michezo za ukanda huu wa Nyanza. Kwa hivyo Ambira Boys, timu ile ya Tonga High School watakuwa wakijituma sana angalau kufuatilia kwamba mechi hizi zitaweza kuwa vipi baina ya timu hizi mbili. Lakini wakati huo naye mdadisi hapa ambaye anafahamika kama Alfayo Kombo, nisijue labda hisia zako leo hii ni zipi kwa mechi hii funguzi, mechi ya soka ukanda wa Nyanza? Naam, asante sana Ndemo. Kama tulivyoweza kutazama mpira huu eneo la Nyanza, kwa kweli ni mpira ambao umekuwa na maruerue mengi. Tumeona kwamba mashabiki waliweza kujaa hapa pomoni kuanzia mida ile ya saa 5. Tukiangalia tu ni kwamba ni mchezo ambao kwa kweli ulikuwa tu ukiwa na msisimko mkubwa. Ikumbukwe kwamba leo ni siku ambayo timu ile ya Agorosare pamoja na Kisumu Day, kumbuka kwamba katika mechi yao ya mwaka jana ilikuwa ni fainali kubwa sana ile ambayo walikuwa wanacheza hapo jana. Leo mashabiki wengi waliweza kufika hapa saa siku ya leo ili kuweza kutathmini kweli, je, mwaka jana timu ya Agorosare iliweza kutupiga katika mgaragazano ule ambao ulikuwa mkali katika siku hiyo. Kwa hivyo ni mechi ambayo ilikuwa imeongojewa kwa hamu na gamu, lakini hatimaye iliweza kuahirishwa mpaka kesho. Lakini tukitazama mechi ya leo ambapo tumeona kwamba Sameta, vijana wa Sameta na vijana wa Matutu, kwa kweli tukiangalia mechi ambayo vijana wa Sameta wanacheza hasa siku ya leo ukilinganishwa na mechi yao ya mwisho ya kufuzu kuja katika kipute hiki, kwa kweli imeweza kubadilika kwa udogo kwa afu wale wachezaji wao ambao waliwaleta katika kipindi hiki ambacho tunasema ni regionals, hatujaona vile wakiweza kutumiwa. Hatujui kwamba ni njia moja wapo ambayo mkufunzi wao amejaribu kuiweka ili kuweza kutazama timu ya Matutu wanacheza vipi, ili katika kipindi cha pili aweze kuwaleta kama wale ambao watakuwa wanakuja kumsaidia, kwa sababu tukiangalia kwamba Matutu wamezoea kwamba mechi ya kwanza wanatoka sare, alafu huenda tuna mechi ambao wanacheza ni kwa uzoefu. Lakini tukiangalia kati ya Matutu na Sameta wamejaribu kuliangalia lango la upande wa Matutu, lakini tukiangalia vijana wa Matutu wamejituma sana na nafasi ambazo walikuwa wamezipata nyingi za wazi ambapo wangeweza kupata bao hawakuzitumia vizuri vile ambavyo ningeweza kusema. Na kwa kweli unajua katika mpira wa kabumbu ni ile kwamba usipotumia nafasi ile ambayo unaipata, pengine huenda ukapata adhabu.
kwa sababu unajua mpira wa kandanda ukipata nafasi baadaye mwenzako akipata nafasi finyu hata kuadhibu. Namuona kwamba kuna mwenzetu pale Kasim Mohamed, ni kana kwamba unaenda upande mwingine wa mitandaoni kuona hisia za mashabiki ni zipi, lakini aliyekuwa ni shabiki wa Sameta, shabiki wa Matutu, ni yupi unasikia kama amepata value for his time, value for his money katika kipindi cha kwanza? Kipindi cha kwanza kwamba kamera yetu iko upande ule. Kipindi cha kwanza tuweze kuambizana ukweli, tumeona Matutu wameweza kuwa na nafasi tukizi na wameonyesha mchezo mzuri, lakini vile vile vijana wa timu ya Sameta wameweza kuonesha ule ubunifu wao katika mchezo huo. Kwa hivyo katika kule shabiki wa Sameta na wa PG hamna ambaye hadi kufikia sasa ambaye ameweza kufaidika, lakini wote wapo tu na hakuna ambaye ameweza kukasirika kwa sababu hamna mtu ambaye ameweza kumfunga mwenzake. Labda wakati huo Alfayo Kombo tumeona kuona kwamba vijana wa Sameta ulivyosema kwamba ni wadogo kwa kimo, tumeona wanaelewa mpira nao, lakini ni wadogo kwa kimo, ambao labda imekuwa ni rahisi kwa wale mabeki wa timu ya Matutu PG, ukiangalia kwamba ile umaarufu ambao wako nao, ile maarifa ya mechi ambazo wako nazo, angalau labda zinakuonekana kwamba inakuwa ni rahisi kwao kuwaziba wachezaji wa Sameta kimwili. Bora wasipate nafasi wamewaziba. Ungalikuwa kocha wa Sameta, ungefanya nini kipindi cha pili kupata bao zaidi ya moja ikiwezekana? Kwa kweli tukiangalia michezo hii ambayo michuano, kwa kweli katika kabumbu siku zote hatuangalii ukubwa wa mwili au ukubwa wa uzito wa mtu vile anavyokuwa tu katika maumbile ya kibinadamu, kwa sababu tukiangalia mtu kama Messi ana mwili mdogo, angalia Yamal ako na mwili mdogo, lakini ni kuwa na mwili mdogo pia naona ni advantage kwa wachezaji wale wa Sameta, kwa sababu akipenyeza pale anapita kwa uwepesi. Kwa ndio maana tumeona kwamba katika mechi ambazo Sameta nafasi zile ambazo walizokuwa wanazipata finyu za kupenyeza walikuwa wanatoka kwa uwepesi kwa sababu ya mwili wao. Ni vijana ambao ni wadogo wamejikakamua, na nikirudia kwamba kocha huyu wa timu ya Sameta naona kwamba raundi hii amejaribu kubadilisha tactics zake ambazo alikuwa anatumia, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao waliweza kucheza nao katika mechi ile ya fainali wakati alikuwa anafuzu kuja hapa, wengi wao hawajaanzisha karibu vijana 6 hivi. Hivyo ni kuonesha kwamba benchi yake pale nje, wale ambao wanakuja wakati atafanya mabadiliko, ni kama anapania kwamba mabadiliko yake yasiwe hafifu, yale mabadiliko ambayo atakuwa yanampatia yanaweza kuzaa matunda, kwa sababu kufikia sasa nikiangalia pia Matutu wamecheza vijana ambao wamecheza vizuri, wamejaribu kufungua uwanja, kujaribu kuangalia kile ambacho watakifanya ili waweze kupata bao, na natazidi kurudia zile nafasi ambazo Matutu walizipata na wakazipoteza, pengine wataweza kupigwa kibao kimoja na waweze kusema laiti ningalijua nafasi ile ambayo nilipata mapema mbona sikuweza kuifunga. Kwa hivyo ni swala ambalo tukiliangalia vizuri sana tunafaa kuliangalia kwa ukaribu, na yule kocha wa timu ya Matutu anafaa kuzungumzia Saki wakati huu, wakati wa kipindi cha mapumziko hiki, azungumzie vijana wake waweze kuweka jitihada zao ili waweze kupata bao, kwa sababu saa sio zile 45, saa ni 35. Asante sana Alfayo kwamba kila kutueleza hivyo. Upande mwingine Kasim Mohamed, upande ule wa pool A, kuna wanauliza kwamba pool A kunani, kulikuwa na mechi ya kwanza baina ya Agoro Sare defending champion, Kisumu Day former finalist, upande ule wa mechi hizo, na kwa sasa hivi angalau labda ni kipi kile ambacho labda kinapaswa kufanywa katika wakati huo kuweza kuona kwamba mechi hizi, upande wa kwanza mechi imetibuka, Kisumu Day Agoro Sare lingojewa sana, mashabiki kasi ari ikakuwa juu sana, ikabidi mechi angalau isifanyike leo. Labda ungesema kuhusu pool A. Kumbuka basi hapo pool A kuna ushindani mkubwa sana katika hii pool A. Kwa hivyo mechi ya timu ya Kisumu Day na timu ya Agoro Sare imeweza kusitishwa ama imeweza kusimama kwa muda ambao hatujui kama itachezwa au labda itaweza kuchezwa hapo kesho. Tukipata basi taarifa kamili kile ambacho kimeweza kufanya na kuweza basi kusababisha mechi hiyo kuweza kusitishwa, tutaweza kujuza. Lakini katika hili kundi la pool A, hili ni kundi ambalo ni sio rahisi sana. Tuambizane ukweli, Ndemo Steven, hili si kundi rahisi sana. Wakati huo nafahamishwa kwamba mechi zingine za upande ule wa pool A ni pamoja na Agoro Sare Kisumu Day. Kesho tutaweza kuona Ong'incha na Kodero Bara pia wakiweza kupatana katika mambo hayo ya michezo, kuweza kuona angalau tumejua nani mshindi. Kipindi cha pili chaanza, watarajia nini Kasim?
Kasim, kipindi cha pili watarajia nini? Tutarajie kipindi cha pili, kipindi ambacho ni chenye mabao zaidi ya mawili, kwa sababu timu zote zimeonyesha ule ubabe na kuonesha nia kuwa wanataka kufuzu kuelekea hatua nyingine. Lakini kwa ubashiri wangu nimeona kuwa vijana hawa timu ya Sameta wasipochunga huenda basi wakaweza kufungwa, kwa sababu Matutu, ukiangalia mwenzangu Alfayo kwenye safu ya ulinzi ya vijana wa timu ya ama safu ya ushambulizi, Matutu ni wazuri sana, ingawaje wameweza kupoteza baadhi ya nafasi ambazo wamepata nafasi tukizi. Labda kwa upande wako, kipindi cha pili kinapotarajiwa kuanza muda wote kuanzia sasa, maoni yako ni yapi na matarajio yako? Pengine katika kipindi hiki cha pili ambacho tunatarajia muda wote kutoka sasa hivi waweze kuanza, kama nilivyoweza kusema hapo awali, ni kwamba vijana wa Sameta nilivyoweza kutazama wakati mpira ulikuwa unachezwa wakati ule wa kaunti, tuliona kwamba vijana wale walikuwa wazuri kasa. Kuna vijana wao wawili ambao bado hawajaingia uwanjani ambao ni washambulizi wazuri, na katika nafasi zile ambazo walikuwa wanazipata hapa, najua vijana kama wale wangepata nafasi kama zile, fursa kama zile, wangekuwa tayari wameshawaadhibu vijana wa Matutu, kwa sababu ukiangalia safu ya ushambulizi ya Matutu ni hafifu mno, na mkufunzi ule wao asipojaribu kufanya mabadiliko mawili matatu katika safu ile ya ushambulizi, pengine akaweza kuadhibiwa, kwa sababu nafasi amezipata zaidi kama nafasi 5 hivi katika kipindi kile cha kwanza, lakini nafasi zile zote hajafanya lolote ambalo pengine mashabiki waliojaa katika uwanja huu ambao tunawaona pengine wangesisimuka. Na tukiona kwamba vijana hawa Matutu wametoka mbali, the far post karibu Sisotik kule, na vijana wa Sameta ni karibu hapa. Kwa hivyo ni vijana ambao wametumwa hapa kuja kuleta ushindi, kupeleka upande wa Nyamira. Na vile vile tuliona vijana hawa wa Sameta ni vijana wadogo ambao wana ukakamavu, wamejiamini licha ya umri wao au mwili wao mdogo ambao wako nao kimaumbile, lakini bado hawajaogopa majagina hawa wa timu hii ya Matutu. Kwa hivyo nikiangalia kwamba wana fursa ya kupata ushindi wa mapema na kuweza kuzuia, kwa sababu ni vijana ambao ukiangalia wakati game yao ya mchezo wao wa mwisho walicheza na Ungicha, waliweza kuchukua zile fursa ambazo walikuwa wanapata, hawakuwa wanazichezea, walikuwa wanazisawazisha, ndipo waliweza kupata bao 4. Na tukiangalia kama sasa hivi, kama mkufunzi wao atakuwa amefanya ile mabadiliko kuleta wale vijana ambao wako na maarifa na wakakamavu na wanapenyeza kwa uwepesi, naona wakipata tangalau bao 2 au mchuano ule huenda ukaisha 2-1. Asante sana. Huyo ni mdadisi na mhakiki wa soka kwa jina la Alfayo Kombo. Kipindi cha pili kitakuwa kinang'wananga muda wote kuanzia sasa. Wamekuwa ni Kasim Mohamed, Alfayo Kombo kuweza kutupatia maelezo murwa ya kipindi cha kwanza yalivyokuwa. Kipindi cha pili ni mechi baina ya timu ya Sameta Boys wamevalia manjano, watacheza kushoto kuelekea kulia, Matutu PAG kulia kwenda upande wa kushoto. Sare tasa kipindi cha pili cha kwanza. Kipindi cha pili matumaini ni mengi kwa timu zote mbili, lakini jitihada za wachezaji ndizo zitaweza kuamua kunani. Asante sana Demo Steven. Nakumbuka kuna mabadiliko yamefanywa, tutakuwa tunakwambia timu zote mbili zimeweza kufanya mabadiliko ambayo tutaweza kukuambia. Asante sana. Haya, tunasubiri kipindi cha pili. Tunasubiri. Wanakwenda kuanza ni timu ya Matutu PAG. Wanaanza wangu ni wana Matutu PAG. Nafasi murwa kabisa kwa timu ya Sameta Boys. Walizubaa ni wana Matutu PAG. Akapata nafasi murwa, akapiga shoti kali kabisa. Na wakati huo babatiza mlinda lango, wananusurika Matutu PAG. Anapiga mlinda lango anachukua, anasema chakula changu. Refa pia aliweza kuona dosari pale katika mechi hiyo au katika mchuano huo. Wana Matutu PAG. Mpira wa mrusho kwa faida ya Matutu PAG.
wanakwenda kurusha mpira ule na wana Matutu PAG. Hatari kwenye lango pale, lakini mlinda lango anatokea anasema chakula changu hiki kunusuru wana Sameta Boys. Nafasi bado kwa Sameta kutulia, bado ni nafasi kwa timu ya Matutu PAG. Umilisi wanao wana Matutu wanajaribu kupenyeza nafasi. Mura wanapenda long balls pembezoni kulia, analeta refu running behind. Nafasi Mura kwa timu ya Matutu PAG, lakini alikuwa kesha rombeza. AR anasema kwamba ni foul kwa faida ya Sameta PAG. Wamerudi na makali Kasim kufikia sasa, tumeona shot on target moja upande wa Sameta. Upande huu wa timu ya Matutu PAG wamekuwa na long balls nyingi pembezoni kulia, pembezoni kushoto, lakini bado tunasubiri. Analeta hatari pale, toka nje pale na kwani kora. Kilikuwa ni kizaazaa. Ni kama mechi ya Gor Mahia lakini haitachezwa leo. Haya, anza Migao. Wanaanza Migao ni wachezaji wa timu ya Matutu PAG, bado kuweza kutulia katika mechi hii ambacho ni kipindi cha pili. Rusha refu pembezoni kushoto, wanakataa wana Sameta. Anakwenda kurusha, bado ni beki kulia upande wa Matutu PAG. Mashabiki ni wengi kabisa. Anaumilisi wa mpira ni mchezaji nafasi Murwa, bado wanawasukuma ni wachezaji wa timu ya Matutu PAG kuwasukuma wachezaji wa Sameta kuweza kuingia katika himaya yao, angalau kuwalazimisha bao ambayo bado haijapatikana. Atakwenda kurusha mrefu ni Matutu PAG ndani ya kisanduku, wachezaji wanne wa Matutu takriban 6 wa Sameta. Anarusha refu lakini wanamakinika, rahisi ni wana Sameta PAG kupiga potelea pote. Nafasi ya mpenyezo, counter attack inapigwa refu, inakubali. Umilisi anao ni mchezaji wa timu ya Sameta peke yake na lango, anawafungua kama bahasha. Sameta wanakosa kumakinika, wana Sameta watajilaumu kwa nafasi walioipata. Walipata wachezaji kama hawajaweza kumakinika, wakashindwa kuandaa nafasi muro ya bao. Itabidi wameanza tena vizuri wana Sameta PAG. Nafasi wanayo, umilisi upande wa kati, nafasi muro 1-2 upande wa Sameta, jaribu kupenyeza, inakataa. Matutu PAG long balls kama kawaida, pembezoni kulia 1v1 chenga, inakubali, inakataa kwa faida ya timu ya Sameta, lakini si faida, imewapostpondia shida ambayo wangepata. Inakuwa ni corner kick kwa faida ya Matutu PAG, ambao ukionyesha na kimo cha wachezaji wa Sameta ni nafasi ya kutumia vizuri, wanaweza pata bao. Mstatilini kunao wachezaji 4-5 wa timu ya Matutu PAG. Sameta takriban 7-9, ni mmoja ako nje ya kisanduku. Kona inapigwa refu, wanakosa kumakinika Matutu PAG. Kulikuwa na masiara ya kisandukuni, inakuwa ni foul kwa timu ya Sameta. Jezi nambari 5 pembezoni kulia, anafuata wangu wa kumakinika, inapelekea kuwa nafasi kwa Matutu PAG. Anakwenda chini, lakini hii ni rahisi. Mchezo wa kiume huu, nyanyuka wangu kuendelea na mechi. Sameta pembezoni kushoto, mwepesi wa kasi, amemwacha mmoja, wa pili anakata mpira wa mrusho Sameta. Mashabiki ni wengi zaidi, hasa baada ya mechi ya Kisumu Day na Gor Mahia kutochezwa. Wote wamekuja kufuatilia mechi ya Gusii Derby. Wanasema ni Gusii NCO Mwando na mechi ni baina yake. Anapiga refu kabisa, nafasi Murwa kunani peke yake na wago
wanajikanga wenyewe, vijana wa timu ya Sameta wanajikanga wenyewe. Waswahili watakwambia ajizi nyumba ya njaa. Wanafanya makosa, akakuja mchezaji akamwacha goalkeeper hoi, piga goli safi, goli tamu. Unavyozungumza Matutu, piga bao nzuri, bao tamu, bao nzuri kama ni nino hapa. Kwa Sabini Matutu 1, Sameta 0. Alipata nafasi Muro ni mshambuliaji kijana Brian Obuga, ilikuwa ni highlight ya timu ya Sameta, haikuweza, akabaki 1v1 na lango, nipige kushoto kulia, akasema popote ni bao moja ya Matutu PAG. Sameta itabidi wameanza kutafuta bao la kusawasisha, na nilivyokuambia kwamba Matutu PAG hawajafungwa bao kwa open play kufikia sasa. Haya, taratibu. Lakini kataa beki huyo wa timu ya Matutu. Sasa hivi kila ambacho Matutu atafanya sasa ni kuweza kuzuia pale kwenye safu ya ulinzi, kuweza kuweka ulinzi wa hali ya juu. Haya, Geresha pale wanakuja pale vijana timu ya Sameta. Anavuburuka pembezoni pale kushoto, labda kadi zilio maarifa ambazo zinatoka nje. Itakuwa ni goal kick. Wanafaidi Matutu. Itakuwa ni goal kick hapa. Wamini usiamini. Kipindi cha pili hapa, Matutu goli 1, Sameta 0. Ndani ya Ndizi TV tunayapata matangazo haya. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka, tukiwa naye Captain 001 Andremo Steven ubaya waka na support mani. Okay, taratibu baada za kichwa pale anatuliza wanao vijana wa timu hii ya Matutu kwenye safu yao ya ulinzi. Kijana mwite James anacheza wapi? Pembezoni, lakini ngozi la kwani inatoka nje. Atakoja korosha mwana Sameta anawajibika pale. Kijana mwite Javen, taratibu chini kwa chini, nakuja kumwai jazi nambari 8 kwenye gongoza. Anacheza wapi? Kijana mwite Felix Otieno. Geresha kwanza wanakataa wanao Sameta. Kijana huyo mwite Kasiwa analete labda gari bado hatari, wanakataa, piga pote la pote Kambirari. Haya, hatari ipo, hatari tena pale, beki wanamziazia bado, chini kwa chini ananyanyuka Geresha tisha bado wananyang'anywa tena wanao vijana wa Matutu. Hatari na gari hana mtu wako bado, kisasa kipo, piga fataki gogo nje. Namna gani Kasim anauliza namna gani ilikuwa nafasi Muro kwa wana Matutu PAG. Anamuuliza nilikuwa tu hapa, mbona huku ni play minus, lakini nafasi ishaenda. Ni wakati ule labda wa kujuta kama Majuto ni mjukuu. Na huja baadaye upande ule wa mitandao naona Vincent Kinyoru anasema kwamba anatufuata kutoka upande ule wa Iranda. Naona Ben Andrew kutoka sehemu zile za Sondu Market ako ndani ya matangazo. Clau Nyakes anatufuatilia mitandaoni. Eric Osoro anasema following kwa Rwake Umburi Taroniko ndani. Joseph Mogire anasema Papa Siko tunafuatilia mambo yako, lakini hapa hivi ni yale ya michezo kufikia sasa. Na nafasi moja tena kwa upande wa Matutu PAG, wamechanganyikiwa Sameta, wamejipanga Matutu PAG, wasipojikaza wasawasishe kufikia sasa, labda wataongeza jingine. Ni wakati upande ule wa coaching wa Sameta PAG kusema kwamba wasipoziba ufa Sameta hawa watajenga ukuta na itakuwa kibarua kirefu sana kwa safari yao ya michezo. Nakumbuka kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja, kwanza kabisa kwa izani ya runinga ya Ndizi TV. Pili, washikadau tulio nao, moja wao ni Peak Sports Uniform Center upande ule wa Bosongo, wanauza uniform za michezo. Wakasema kwamba watoto wanaocheza na hizo uniform wacha wajione kwa runinga, hao sehemu ile ya mitandao, hao ni Peak Uniform Center. Wengine ni Nyanza Sports Vibes, ndio miongoni mwa sponsors wa mashindano haya ya Nyanza Region. Wakasema kwamba pia lazima wawe ndani katika matangazo haya. Nafasi kwa timu ya Matutu PAG, alijaribu kusukuma ndani mfungaji wa bao hili Brian, lakini haikuwezekana. Bado anapenyeza leta refu, lakini mpira utamzidi kasi. Mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Na kumbuka kwamba hii ni mechi ya kundi la ba. Kundi la ba lina timu 4, Matutu PAG hawa, Sameta Boys,
Ambira mabingwa kutoka upande ule wa Siaya na Tonga waliokuwa wa pili upande ule wa Homa Bay, na atakayeshinda au kufikia sasa live standing Matutu PAG ndio inaongoza kufikia sasa na pointi 3 kufikia sasa, iwapo majibu yatabaki haya hadi tamati. Kasim, asante sana. Huyo ni mhakika mdadisi wa masuala ya soka, huyo mwite Demo Steven, captain 001, shabiki sugu wa United ambayo miaka imepita pale haijawahi beba kombe. Haya, taratibu Matutu wanao jazi nambari 5, nguvu mpya huyo, anacheza wapi? Kwake jazi nambari 8, kijana wetu Dominic labda kale pale, wanakuja Sameta, hatari, piga ya mwili, inakubali bado, piga pasi, hatari, kizaza, bado nje. Sameta Boys walipata nafasi wakicheza kiespanyora, kila roja, chenga ikakubali ya kwanza, ya pili ikakubali, akapiga dia post, mlinzi akasema kwamba hii sitakubali na iweze kuingia. Wanapata kona, ni Sameta Boys ambao kufikia sasa Kasim, sema ukweli, wameamuka. Lile bao ama lile goli limeweza kuamsha na kuwasisimua. Watakuwa wanacheza kona hapa vijana wa timu ya Sameta. Haya, sikiliza, tutakuwa natumia goli lake la kulia, analeta juu kwa juu, piga kichwa namna gani, hatari, bado piga pale, lakini wanaondoa Katabadan Katari. Haya, safari wanakuja Matutu, anakuja kuzanzuka, anaterereka, anavumburuka, kozi natoka nje. Labda gari hapa, vijana wa timu ya Matutu wanasema punda afe lakini mzigo uweze kufika. Siku zote Waswahili husema msafiri ni aliye bandarini. Haya, taratibu, ngozi inatoka nje. Tanza pale, goalkeeper huyo mwite Amos Gichana atatumia goli lake la kulia, taratibu pale, juu kwa juu, kichwa kinakata pale chake mwite James anatuliza pale kijana huyo, jazi nambari 3 kwenye gongoza mwite Dominica. Beki huyu mstarabu anakata, Javen Odhiambo, piga pale chini kwa chini, lakini bado anageuka, tisha leta pale pembezoni kulia, anakimbilia ngozi, jazi nambari 14, piga pale kichwa, paraza, geuka nzuri, piga pasi, vijana timu ya Sameta wanao anamiliki ngozi pale, kijana huyu mwite Hashim Ali, lakini itakuwa ni mpira wa ikabu kama sitakosea. Kadi ya manjano itakuwa inashuka, kadi ya manjano itakuwa inashuka hapa. Cheza visivyo hapa, tuone mambo yatakavyokuwa hapa. Hadi kwa sasa Matutu goli moja, vijana wa timu ya Sameta kiwa basi ni 0. Asante sana, langu jina Kasim Mohamed, sema nami. Kumbuka tuko live kwenye kiwango chako cha runinga pendwa, naizungumzia runinga ya Ndizi TV, unaambiwa Obwansu Bwombogusi. Asante sana, utamu wa haya, analeta pale na gari, hatari bado, lakini mabeki wanakataa, piga pote na pote, Kambirani nakuja kwa ijazi na baridare, leta juu kwa juu, Dominica Dunda, 1 2 3, natoka nje, kwani goal kick kama sitokosea. Naam, itakuwa ni goal kick. Naitwa utamu bwa Subuo Mogusi. Nitakwambia ndema ataweza kufasiri pana, tuambie Omogusi. Watu wanachengwa upande ule wa pembezoni kushoto. Vijana hawa wa Sameta talanta wanayo, lakini umepa. Nimekuuliza swali, umepa sana. Uliza tena. Haya, uliza. Haya, niko tayari. Omogusi, utamu, hiyo jina la pili mshamalizia. Sababu kwa yule atauliza kama mkisimu gani huyo? Huyo utamu yenu wa mkisi, lakini sasa mkisimu gani huyo? Tutaweza kuswahilisha kwa sababu Mswahili hapa Alifayo Kombo yupo hapa. Asante sana kijana msaliwa wa upande ule wa Bobaracho, lakini tabia ni za kikosti. Najua siku ya Jumapili ataleta jeshi lake kutoka Cape Media pale la Vela tawakilisha. Haya, sikiliza, utakuwa ni mpira wa ikabu. Naam,
Ni kama wanaandaa badiliko pale. Tutakwambia ni nani atatoka, nani ataingia. Tatoka tunatoka jazi nambari 6. Anaingia jazi nambari 7 huyo. Tutakwambia anatoka jazi nambari 6 huyo. Kijana mwite Neville anaingia jazi nambari 7, mwite Steve. Kijana Steve anaweza kuingia pale kuchukua nafasi yake. Haya, hatari pale Dokoza, lakini wanakataa. Pembezoni pale anatuliza. Anacheza wapi? Piga fataki. Bado mabeki wale wanakataa, bali ni katari. Baraza jazi nambari 9. Wadau Matutu wanamilisi Ngozi. Taratibu pale, piga pasi nzuri. Nyerezi anavomboroka. Nyereka pale tisha leta, lakini goalkeeper anasema ni chakula changu. Wakati huo unapata nafasi muru ya kuweza kusema kama bila nyinyi mashabiki hii stream ingekuwa ama ingekuwa ya kufana. Naona kwamba umeka comment kubwa kubwa. Naona Zack Aboko Junior anasema kwamba from Nai all the best to Matutu. Huyu ni mkazi wa Nyamira ni kidhani. John T. Conrado Ndiga anasema watching live from Eastleigh Nairobi. Wisi Nyota anasema hatari kumekucha kule chele hapa. Mashabiki wanasherekea, mashabiki wa timu ya Sameta wanasherekea hapa. Wamenusia nini? Sameta wanazawadisha hapa. Bado mechi haijatamatika, lakini mchezaji mfungaji anabeba hobela super sub huyo. Mambo gari haya, moja. Nilikuwa nimekwama katika upande ule wa comments za mashabiki, lakini wakati huo wanasameta wakasema kwamba hapa ni nyumbani, hapa ni Kisii, sisi ndio mabingwa wa Kisii, tupigie kwingine, lakini si Kisii. Wanasawazisha Sameta Boys 1 Matopie G1. Walikuwa wanasema kwamba Matutu wafungwangi kwa open play. Mwalimu wa maths, hapa ni wapi? Hatujui kama Ndemo mechi hii huenda ikawa ni kama Spain na France jana, kwa sababu tunaona kwamba vijana ambao ameweza kufunga bao hilo ni kijana ambaye ametoka pale katika benchi, ameweza kuingia uwanjani, na ni mojawapo tu ya mabadiliko ambayo kocha yule ameweza kufanya. Na kama tulivyosema hapo awali, vijana wa Sameta wale ambao walikuwa wanapasha misuli pale nje ni vijana ambao walikuwa wapo sawa kabisa. Hatujui kama ni moja ya tactics ambao mkufunzi ule wa timu ya Sameta alikuwa anajaribu kufanya, na tukiangalia kwamba Sameta wakimakinika kama vile walivyomakinika baada ya kufungwa lile bao, huenda wakapata ushindi kwa kweli. Na ni mechi ambayo sasa hivi mashabiki kwa kweli wameweza kusisimuka, na tunaona kwamba mashabiki wanainuka, Sameta wamejituma, na huenda Matutu wakaingia kibaridi kidogo hivi, na wasipochunga wakapigwa la pili. Asante sana. Matutu wameingiwa na kitutu hapa. Unaambiwa Matutu wameingiwa na kitutu ndani ya eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Haya, taratibu wanacheza wapi? Pembezoni, lakini kushwa pale. Haya, wanao vijana wa timu ya Sameta. Refa anapuliza kipenga moja hapa. Pale kwetu Rwanda Entebbe watakwambia wahed. Yaani moja, mechi ambayo haisaili kumtuma mtoto dukani. Ukimtuma mtoto dukani basi huenda yakawa mambo mengine hapa. Asante sana. Leo tumejaajaa, kesho pia tutajaajaa, lakini imekuwa mechi nzuri. Hii ndio dabi sasa. Kwa kweli tukiangalia mechi ni kati ya Goliath na David, kwa sababu vijana wale wa Sameta ni wadogo sana, na vijana wale wa Matutu ni miamba ambayo iko na miraba minne kama tulivyokuwa tukifunzwa, lakini David kwa kweli aliweza kumchibanga Goliath. Kwa hivyo siku zote wanasema kimo, haijalishi kimo, na wanasema kuna mahali ambapo hawakutuambia kama David alikuwa anamzidi miaka Goliath, hawakutuambia. Kwa hivyo usiangalie kimo,
tunaona kwamba vijana hawa wa Matutu ni kama wameweza kuamka, wanajaribu kuangalia, lakini iwapo huenda wakashindwa katika kipindi hiki, zile nafasi ambazo wamepata kama hii, tunaona kwamba ni nafasi ya wazi, ila kwamba wameweza kwamba ni kuna mmoja alikuwa amejenga kibanda katika jumba la mwenzake, lakini kumbuka kwamba vijana hawa Matutu katika kipindi kile cha kwanza walikuwa wamepata fursa za wazi kama 4, lakini hawakuzitumia vizuri, na fursa ambayo wamepata vijana hawa wa Sabeta ambao ni moja na wameweza kuitumia vizuri kabisa, na ni vijana ambao wanagonga gonga, lakini hatimaye unaambiwa kwamba gonga gonga mwishowe huenda zikazaa matunda. Asante sana, gonga gonga huenda mwishowe zikazaa matunda. Haya, taratibu pale vijana timu ya Matutu analeta juu kwa juu namna gani, bado kizaza lakini bado hatari, piga chini kwanza, chini kwa chini, anageresha ya kwanza pale pembezoni. Hawa ni Matutu, kisha jazi nambari 5 wanabishabisha, mtu anaangushwa, refa anapuliza kipinga, anasema ni mpira wa ikabu, Kwa kweli ni ngoma kali ambayo inazidi kuendelea sasa hivi. Tukiangalia vijana hawa wa Sameta kwa kweli ni kama wameamka sasa hivi, na ni vijana ambao wanajituma kwa kweli, wanajaribu kugonga gonga tu tunaona. Na tukiangalia safu ya kati ya Sameta kwa sasa baada ya badiliko ni kama imemakinika kuliko kipindi kile cha kwanza. Na tukiangalia pia vile vile sehemu ya ushambulizi, na tukiangalia mkufunzi wa Sameta ni kama ameweza kuvunja upande mmoja wa uwanja huu na kuweza kucheza na vijana wawili ambao wanafanya ushambulizi. Hatujui kama mabadiliko yale ambayo aliweza kufanya huenda je akamzalia matunda, na safu ile ya kati tunaona kwamba ameweza kuivunja namna moja ili kuhakikisha kwamba katika laini yake ya mabeki wapo 5. Asante sana, taratibu wana vijana wa Sameta, piga pasi pembezoni pale kushoto, lakini gozi la kwani inatoka nje, inatoka nje hapa. Basi utakuwa ni mpira mrusho 1-1 hadi kwa sasa. Wanafanya badiliko, anatoka jazi nambari 26 kwenye gogo za upande wa timu ya Sabeta, anaingia jazi nambari 10. Tuone kama litakuwa ni badiliko la kiufundi, kwa sababu aliweza kufanya badiliko la kiufundi ambao liliweza kuzaa goli. Haya, taratibu wanao pembezoni vijana wa timu ya Matutu, jazi nambari 7 labda gari pale, piga, anakataa beki huyo, anacheza wapi pale kwa jazi nambari 8 kwenye kongozi. Mechi imeshika kasi hapa. Haya, piga pasi hatari pale, gari, piga pote la pote Kambirari, labda gari hapa, poteza. Haya, taratibu wanaingia Matutu, kizaza ngozi natoka nje, refa anasema vipi, kona na mkona. Lakini nakwambia vijana hao Matutu wasipomakinika kwa kweli watalilia nafasi hizi ambazo za wazi wanazidi kuzipata na kuzipoteza. Na kwa kweli Matutu sasa hivi nikidhani wako na kona kama 5 na ilhali vijana wale wa Sameta wako na kona kama 3. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hizi kona zao nyingi, inamaanisha kwamba wako na gonga gonga nyingi katika upande huu wa Sameta, na hatujui kama kona hii huenda ikasaidia upande wa Sameta au Matutu, kwa sababu siku zote unaambiwa kwamba kona ni nusu ya penalti. Kona ni nusu ya penalti. Sikiliza, kona tumeshuhudia timu nyingi zikiweza
ameunawa pale, jaribu kupeleka na mkono kunawa kama walivyo. Kuna claim iliwekwa pale kwamba Spain kwa wakati wa mechi ile dhidi ya Mjerumani kuna mjamaa aliunawa mkono ule na akaweza kupata bao, lakini haya, asante sana. Akizungumzia Ujerumani na niuma sana timu yao kuweza kubanduliwa. Haya, taratibu. Haya, wanakuja hatari kisasa, hatari pale na Bakari, hatari pale amna mtu kuunganisha. Naona beki amemakinika kijana wa Sabeta, kwa sababu goalkeeper alikuwa ameachwa na beki yule wa namba 5 ameweza kumakinika na kuhakikisha kwamba bado hawajatiwa chingine. Hapa wasipochunga vijana wa Sameta huenda wakaweza kuadhibiwa. Haya, sikiliza, utakuwa ni mpira wa mrusha, tarusha bidili ya kona, analeta pale paraza kichwa na Bakari, kijana yule ameweka kichwa kizito sana, anapiga kichwa kama teke. Nilisema papa hapa kuwa wasipochunga huenda wakaadhibiwa. Wanasema tafutaye achoke, akichoka kesha pata. Wamelitafuta, wamesakama lango la timu ya Sameta. Matutu, kitutu kinawatoka, magoli mawili. Sameta moja. Namna gani hapa kwa sasa? Matokeo ni mbele Matoto moja Sameta. Yani yule ambaye amerusha mpira huu akaurusha midele ya kona, kapigwa kichwa cha mparazo, naye mwenzake akaunganisha weka kwenye far post. Goalkeeper akasema hapa mimi nitasalimu amri, nasema hapa mimi nitasalimu amri. Matutu, magoli mawili. Swali lilosalia ni je, mashabiki wachache wa Matutu watarudi nyumbani kwa furaha au ni mashabiki mamia ya mashabiki wa Sameta? Lakini wanasema siku zote sijui kulikoni. Sijui kulikoni. Ni mchuano ambao umeweza kuingia veta katikati. Mkufunzi, vijana wanakataa. Tunaona kwamba waamuzi wameweza kuondoka uwanjani wakiwa wamezungukwa na mashabiki waliojawa na hamaki. Hatujui ni kipi ambacho kinaendelea upande ule. Kasib, naam, je, huenda mechi ikaendelea au vipi? Kwa sababu tunaona kwamba waamuzi wote wameshaamua kutoka uwanjani wakaelekea kuokoa maisha yao. Bado sijajua malalamishi ni yepi, lakini huenda wanahisi haikuwa bao, wamelikataa lile bao. Tuangalie tuone. Lakini siku zote katika taifa letu bado hatujaweza kupata CCTV ama VR tuweze kuona kweli ilikuwa tuone maamuzi. Wanasemanga siku zote waamuzi wa referee ndio huwa wa mwisho. Hatujui kulikoni hapa. Mashabiki kwa ishara ya mikono ni kama wamekataa, huenda wakalikataa bao hili, naam, kwa sababu tunaona kwamba mashabiki walivyo pale wamezidi kumzunguka yule ambaye ni mkufunzi pamoja na mwamuzi ambao wapo pale katikati. Naona kwamba mashabiki wa Sameta wengi wao na wale wa Matutu wameweza kujaa hapo uwanjani. Hii ni baada ya bao ambalo limeweza kufungwa sasa hivi. Naam. Na hatujui kipi, tunasikia firimbi zinazidi kupigwa pale katikati ya uwanja. Hatujui kipi ambacho kitaendelea kutoka sasa hivi. Je, mechi hii itaendelea? Na huenda ikawa zilikuwa zimezalia kama dakika 15 hivi. Naam. Kabla mechi hii iweze kutamatika. Sasa sijui yatakayoamuliwa. Mashabiki waliokubali kunyewa na mvua
Kuna sintofahamu uwanjani. Ni kama bao linakataliwa hapa, lakini mashabiki wameweza kuchacha. Mashabiki wameweza kuchacha na kusema hapa hatuwezi kubali. Wanasema hapa hatuwezi kubali kwa vyovyote vile, lakini tusubiri tuone maamuzi ya referee watakayosemezana. Kasim anauliza kwamba kunani kulikuwa vipi, lakini ulivyoeleza ni kwamba kulikuwa na patashika upande wa ulinzi. Alafu ni nyumbani tu, lakini basi tuzidi kusubiri tuone maamuzi ya mwisho ni yapi atakuwa hapa katika uwanja wa Mosocho. Ikumbuke zaidi kwa mechi ile ya Gor Sare dhidi ya Kisumu iliweza kusitishwa na taarifa zitaweza kutolewa itachezwa lini. Huenda ikachezwa hapo kesho, na hapa basi mechi imeweza kusitishwa kwa muda kwa sababu mashabiki waliweza kuingia uwanjani kwa kutolikubali bao la timu ya Matutu. Ni sitofahamu tu ambayo iko ugani, na tunapofika katika wakati kama unaona upande mwingine wa pembezoni kushoto kulia, wachezaji wa timu ya Matutu PAG wamewekwa katika upande mmoja, upande mwingine wachezaji wa timu ya Sameta katikati, mashabiki wa timu zote mbili. Inapofika hapa hivi kuna zile sheria na kanuni za shirika lile la Kenya Secondary School Sports Association. Katiba yao inasema nini? Ingalikuwa ni FKF tungejua jinsi ambavyo wangeamua, lakini tunapofika katika mambo haya ya mechi ya sekondari ni mtindo ule wa katiba ya Kenya Secondary School Sports Association ndio itaweza kuamua hatima itakuwa ni ipi. Na kwamba katika mechi Sameta walikuwa nyumbani na walihisi kwamba ni haki yao kushinda, lakini haki ije na bidii, haki ije na mabao. Kwa hivyo ni sintofahamu tu tuweze kujua, na kile ambacho labda pia tunaongoja katika wakati kama ni kujua kwamba refa nisije kwa upande wako Kasim, refa alisema ni katikati ama tu mashabiki waliona imeingia na wote wakaingia uwanjani? Kwa sasa hatuwezi sema refa amesema vipi, lakini tungoje tu yale maamuzi ya mwisho. Lakini basi kwa kunafasika tu niweze kuzipunguza baadhi ya rafa ambazo wale ambao wanatutizama wanazidi kuzimimina. Moses Omuru anasema good one. Wycliffe Onyango anasema yuko ndani. Vile DJ Watiza anauliza huu ni uwanja gani? Huu ni uwanja wa shule ya vulana Cardinal Tunga Mosocho. Anaitwa Helen Onesa, anasema Onesmus Motanya from Sudan, anasema anapenda sauti. Lame Kinyambana anasema anaitakia Sameta kila laheri. Lame Kapilivila anasema from Keroka TTI. Destiny Pure anasema Sameta hapa ni watoto wanawakimbiza. Asante sana, anasema I wish Matutu all the best. Anaitwa asante sana kwa naozidi kutufuatilia. Julius Nduso anasema yuko ndani. Abraham Otonyi Hivyo anasema yuko ndani wiki events, bila kumsahau Albert Ongaki anasema my boys go go go. Nicolas Okelo anasema basi hajafurahishwa sana na mechi ile. Asante sana. Brad Otonyi anasema yuko ndani. Josephat bila kumsahau Thimote Omosa anasema vile vile yuko ndani ya mjengo. Asante sana basi kumbuka ni moja kwa moja kutoka uwanja huu wa shule ya upili ya Mosocho Cardinal Otunga. Asante sana, tutaweza kuona ni yapi ambayo yataweza kufuatwa papa hapa, tuweze kuona mambo yatakavyokuwa.
Wakati murwa kabisa, mnavyoona sintofahamu baina ya hapa hivi ni kwamba takwimu zile ambazo labda tunapewa kutoka upande mwingine wa ripota wetu walio katika upande ule wa ugani ni kwamba kulikuwa na sintofahamu kwa mwelewano baina ya assistant referee, center referee kuhusu bao hiyo. Tunaweza kungoja kwamba inapofika hapo hivyo kanuni za kesha huwa ziko vipi na maamuzi hatimaye huweza kuwa vipi, lakini kumbuka kwamba hii yote unapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambapo mitandao yetu ni Ndizi TV News Digital, upande wa Facebook Ndizi TV News, upande wa YouTube, na hii yote unapata kwa hisani ya shirika la Nyanza Sports Vibe, ambao wamesema kwamba matangazo haya ni vema yaweze kupatwa kwa njia ya moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, na washikadau wetu wengine ni upande ule wa Peak Sports Uniform Center wanaopatikana upande ule wa Bosongo kuweza kufuatilia haya. Lakini iwapo ndipo unaungana nasi, hapa ni katika uwanja wa Cardinal Otunga Musocho. Ni mechi ambayo imesitishwa kwa sasa baina ya timu ya Matutu PAG ambayo imekuwa ikicheza mechi yao ufunguzi kundi la ba na timu ya Sameta, mabingwa wa upande wa Kisii mwaka huu, Matutu mabingwa upande wa Nyamira. Mechi ilikuwa ni bao 1-1. Matutu ikafunga bao ambalo limeleta sintofahamu kufikia sasa, na zilikuwa dakika za mwisho tu, hisia zikapanda. Tutajua ni kwa nini, labda ni kipi kile ambacho kimepelekea hali kuweza kuwa hivi, lakini mpira umesitishwa kwa sasa. Tutaweza kungoja uamuzi, na wakati kama huu uamuzi uko nje hata ya marefa, ni upande ule wa wasimamizi wao match commissioner kuweza kupeana yale maamuzi rasmi na mwelekeo wa mechi hii, lakini tunaona kwamba ni mechi itaweza kuendelea. Watahesabu mechi imeisha, watasema mechi iweze kurudiwa. Haya yote tu ni kati ya majibu ambayo ataweza kuamuliwa na muona Murife anakaribia hapa hivi, CEO Shabana FC Jefferson Kiondi anasema kwamba hako hapa ugani kuona kwamba anashabikia Sameta. Sameta ni ya nyumbani ndio ambayo anashabikia, lakini ni matangazo murwa tu kutoka upande huu wa Cardinal Otunga Musocho. Kumbuka kwamba zidi kuwa nasi katika mashindano haya ya michezo kutoka siku ya leo ya Jumatano. Alhamisi tutakuwa na mechi moja upande wa asubuhi, mechi moja upande wa alasiri. Siku ya Ijumaa kazi ni hiyo hiyo, na siku ya Jumamosi semifinali, fainali zote utazipata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambayo imesema kwamba upande huu wa Nyanza ni murwa kuweza kuwa wa kwanza katika mambo ya michezo. Na picha ambazo unaziona kwa sasa ni picha za yale ambayo yaliweza kujiri katika mabao yale ambayo yaliweza kufungwa katika leo hii baina ya timu zote mbili. Mwana Matutu wakapata nafasi muro ya kuenda mbele, na katika masiara yale ya upande wa safu ya ulinzi wa timu ya Matutu PAG akapata nafasi ya mura 1-1, akasema kwamba ni lazima niweze kuifunga kuhakikisha kwamba Sameta imeweza kuwa mbele. Kwa hivyo tunaweza kungoja tuone kwamba kutaweza kuwa vipi kufikia sasa, lakini tangoja tu yale maamuzi ya upande ule wa center referee kuona kwamba itaweza kuwa vipi katika uga huu. Kumbuka pia mechi ya kwanza ya upande wa pool A haikuweza kuchezwa. Kisumu Boys versus Agoro Sare haikuweza kuchezwa pia kwa sababu mashabiki walikuwa wengi. Hapa pia mashabiki wameweza kusitisha mechi hii kufikia sasa, na imebaki tu ni kibarua kwa shirika la Kenya Secondary School Sport Association. Kisii County ni waandalizi. Hizi ni mechi za pool stages na unaona kwamba hisia ziko juu sana. Kasim, inawezekanaje kwamba kwa sasa hisia ziko juu sana kufikia sasa katika mechi hii, lakini atakuwa anatuambia tu, lakini ni matangazo ya moja kwa moja, tutaweza kujua kwamba bao hili la pili litakubaliwa, halitakubaliwa, tutakuwa tukisubiri tu.
tutaweza kujua tu kutakuwa vipi katika mechi hii. Kimekuwa ni kipute kikali. Nakumbuka kwamba hii ni Pool B na tukasema kwamba timu zingine zilizo katika kundi hili ni pamoja na Ambira wa upande ule wa Siaya. Asante sana. Ni picha tu ambazo unaziona kufikia sasa kutoka uga huu wa Kandolo Lutunga Mosocho, timu mbili ambazo zimeweza kujituma sana, na kufikia sasa tu tunangoja tu majibu kwamba kutakuwa vipi katika mechi hii ambayo kufikia sasa tuliweza kuona kwamba Matutu Sameta wakaenda bila kipindi cha kwanza.